Wamama hoi! Wamama hoi! Asanteni sana vijana na wamama, mwasio, hamjambo, muna furaha. Tumekuja kama wanaazimio. Leo niliamua ya kwamba hata kama ni nini mpaka nifike hapa Mkuru kwangu. Nilikuwa ng'ambo, nilirudi jana usiku kama mvua kwenda nyesha mingi zaidi, lakini tayari nilisema leo nitafika mimi tuone na nyinyi ana kwa kwanza kutoa shukrani kwenu, shukrani ya dhati. Mwaka jana tuliposema wananchi wajitokeze, watu wa hapa Mkuru mlijitokeza, mulitoka na mkaonyesha ukakamavu, mkaonyesha ujasiri, mkaonyesha uzalendo, mkamwambia yule jamaa Zakayo ya kwamba siku yake imekaribia. Sasa hapa mnakumbuka tulipokuja hapa tulikuwa na wendo kama swara, na wale maaskari wa Zakayo pale chini, pale juu, pale watu wananchi wakatumwaga sisi maji. Tulipofika pale karibu na Outer Ring Road wakatuzuia kutoka, alafu kaanza kunyunyiza risasi. Gari yangu ilipigwa risasi 10. Yule jamaa mshenzi yule alikuwa nafikiri anaweza kunitisha. Alipiga risasi, nikamwambia pumbavu wewe, hata ukimpiga 1000 hakuna kitu kitafanyika. Silitoka. Sasa lakini walifanya maovu zaidi, waliua vijana wetu, wakaua kina mama. Yale yote tulilani vikali. Wale ambao walipiga watu wetu, waliua, tuko nao mpaka wakati huu. Tuko nao mahakamani hapo Nairobi na kule The Hague. Sasa wakati hiyo walikuwa wanapenya porojo kila mahali, yatio Azimio inataka kuharibu uchumi wetu. Azimio ndio imekalia sisi, hatuwezi kuendelesha mambo. Tukasema basi tusimame, tukae kando. Sasa ni mwaka moja tangu wakati ile, hali imekuwa mzuri, hali imebadilika. Sio wameshindwa, walishindwa, na hata wakikaa miaka 10 hawameshindwa. Zakayo hajui njia. Wale jeshi yake ambao alichagua, wale wote ni wezi. Kazi yao ni nini? Kila mahali wakifungua wizi. Juzi walisema wanaleta mbolea. Sio walisema mbolea imekuja. Mbolea au mawe. Wanakuja kuuzia wananchi mawe, ati mbolea bwana. Pumbavu sana. Si takataka hiyo. Sasa hao watu wanaona mvua inanyesha, wanasema shule ifunguliwe, shule itafunguliwa. Wanangoja mpaka dakika ya mwisho, watoto wamesafiri kwa shule,
unasema hapana, shule haifunguliwi. Je, wewe ulikuwa unalala wapi? Ulikuwa unalala wapi na mama yako? Hao watu hawajui namna ya kuendesha uchumi. Sasa wakati huu hii mvua inaendelea. Hata jana nilitoka kule Dubai, kule Arabuni ambayo ni jangwa, mvua inanyesha kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya anga ulimwengu mzima. Lakini hawa watu walikuwa hawajapanga mpango. Walijua hii mvua itaendelea kunyesha, maji itakuwa mengi zaidi, mito zitajaa. Lakini hakuna hatua ambao walichukua ya kidharura. Sasa mnaambia kwamba mpandeni mahali ambayo iko juu. Pande mlimani. Mlima iko wapi? Mlima iko wapi? Kuna yale mabwawa. Ukichukua kule inaitwa Seven Forks. Kuna pale Masinga Dam. Kuna Kamburu Dam. Kuna Gitaru Dam. Kuna Kindaruma Dam. Kuna Kiambere Dam. Ni tano zote na zote zimejaa. Na hizo damu inatakana zitengeneze stima. Wakajua mapema ya kwamba maji inakuja, funguliweni madamu maji yaendelee ingie baharini. Lakini haya Zakayo hawajui haya maneno. Wanalala tu. Wanalala tu mpaka maji inajaa. Hapa Nairobi iko Nairobi Dam. Wale hiyo Nairobi Dam imejaa na takataka ndani yake. Sasa kuna maji ambayo yanaingia ndani ya damu. Hii ndio sababu hii mto hii inafura kila mara kwa mara. Kwa sababu Nairobi Dam imekuwa clogged. Hawajafanya kitu inaitwa dredging ya Nairobi Dam. Kama ingekuwa serikali ya Azimio, tungedredge Nairobi Dam. Sasa dam imejaa takataka. Kama imejaa takataka, sasa maji inakuja yote kwa fujo. Ndio unaona hii inachukua manyumba yenu yote, inaendelea na pande huko chini. Hata ile nyingine Nairobi River pande ile nyingine ni kama hayo. Hii maneno tumesangalia sisi na wataalamu, tunajua suluhisho, lakini jamaa hawajui suluhisho. Kazi yao ni kupiga kifua tu. Kupiga kifua tu. Hawajui suluhisho ya hii Nairobi. Kuchukua taka. Mnakuta kama hii express highway inajaa na maji. Haya yote jamaa hawajaangalia mambo ya drainage. Drainage hawajaangalia. Kazi yao ni kupiga kifua hapa na pale na kutoa onyo peke yake. Sasa sisi tuliwaambia hao ya kwamba tangazeni hali ya hatari. Tangazeni hali ya hatari. Semeni kwamba hii mambo ya mafuriko is a national disaster. Declare the flooding a national disaster. Ili hatua ya kidharura ichukuliwe kila mahali katika taifa letu. Na taifa la ng'ambo watatusaidia sisi. Watakuja kusaidia sisi. Lakini hawezi kutoa msaada kama nyinyi hamjatangaza hali ya hatari katika taifa lenu. Jamaa wanasujumba hapa na pale, wanahangaika, hawajui waenda upande huu au upande huu. Mkono wa kushoto hajui yale makulia inafanya nini. Ndio sababu sisi tuko na shida. Sisi kama Azimio tuko na suluhisho. Hatungekuwa na shida hii kama Azimio ingekuwa kwa serikali. Sasa lakini kuna wale wengine kama Bwana Linturi ndio kwa serikali. Kuna wale wengine ambao wanaimba hapa na pale, mnawajua. Si mnawajua hao watu? Hawajui kama wanaenda au wanarudi. Ndio sababu tuko na shida. Kinaita zi Kithure Kindiki. Ngine zinaita zi nani yule? Anaita Machogu. Angalieni Machogu na Magoha. Profesa Magoha na Machogu.
Unaona tofauti? Unaona tofauti? Ni kama usiku na mchana. Mtu anakuja anambia wewe huyu ni waziri. Unaona wewe ni waziri wa nini? Ati wewe ni waziri wa matibabu. Ati sijui mwingine, sijui mimi waziri wa elimu, sijui mimi waziri wa wafanyikazi. Unaangalia yote ni takataka. Takataka. Ndio sababu kuna shida, manake tuko na dereva hajui steering iko wapi, hajui gear iko wapi, clutch iko wapi. Ndio sababu Kenya ina shida. Gharama ya maisha bado imepanda juu zaidi. Sasa mimi nasema hapa ya kwamba hawa watu wasibomoe manyumba ya kule Mkuru kwa Njenga. Wasibomoe manyumba kule Mkuru kwa Njenga. Sawa. Wakijaribu kubomoa, ita sisi, tutakuja sisi na nyinyi. Hatutaki hiyo. Hatutaki hiyo. Hawa watu kama mnataka kuhamisha watu, kwanza jengeni manyumba mazuri. Mpatia hawa watu kwanza ndio uzi kubomoa. Lakini hapana waweza kubomoa manyumba ya watu pale wananchi wanaishi na kuna mahali ya watu kwenda. Wananchi si wanyama. Wananchi si wanyama. Sio swara. Mpaka muwe na moyo ya utu, sio? Lakini wakija na kifua, sisi ndio kifua. Tunajua mambo ya kifua kabisa. Tutakuja pamoja ili tukufe pamoja na nyinyi. Sawa. Mukuru must stay. Tumeelewana vizuri? Mukuru must stay. Mukuru must stay. Mukuru must stay. Leave the people of Mukuru alone. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Mukuru we! Mukuru we! Karibuni we! Asanteni sana, Mungu awasaidie. Haya. Umesikia sauti ya baba, si ndio? DJ ngoja. Tunataka baba azindue rasmi chakula